ya Trinity ama kwa Kiswahili inaitwa utatu. Ili tu ndio swali langu. Asante. Sasa mzee, unaposikia utatu ama Trinity, ni kweli? Wewe ni Katoliki bila shaka. Wewe ni Katoliki. Mimi ni Protestant. Protestant. Yes. Asante. Trinity. Kwanza kitu kama Trinity kwa vitabu hakipo. Utatu hakuna katika maandiko. Unanielewa? Wanasema ya kwamba wakina nani? Katika Biblia wanasema utatu, yani God the Father and God the Son and the Holy Spirit. Sasa nilikuwa nataka kukujua tu kwa sababu siri vizuri. Unaweza kumfafanua ili vizuri. Soma kwenye meza kwa sababu vitabu vilikuwa kumitana. Nisonge hapa karibu kwenye asante mkubwa. Asante hapa. Amina. Umesema kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mtakatifu. Kuna Mungu Baba, ambaye ni nani? Mungu Mwana ni Yesu Kristo. Mungu Mwana ni Yesu Kristo. Na Mungu Baba ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Asante. Kwa hivyo kuna Mungu Baba na Mungu Mtoto. Wangapi? Hiyo ni mbili tu. Mungu wawili. Unaongeza wangapi? Mungu Mtakatifu. Ambao wanaingia Mungu wangapi? Hata utatu. Amina. Kwa hivyo kuna Mungu wangapi? Mungu tatu. Kuna Mungu watatu. Yani Trinity. Yesu alikuwa na mama. Yesu katika maandiko inasemekana wakati Joseph alikuwa anataka kuoa Mary, yani alikuwa na mimba. Alikuwa na mimba tayari. Hiyo wakati unajua zamani mke ama msichana yoyote ambao kama wakati wake ikifika kuoleka mahali, ndio mwenye ako na mimba ilikuwa na aoleka na wazee. Sasa aliona ya kwamba Mungu aliona kwamba huyu Joseph anataka kuacha huyu Mary ya kwamba ako na mimba. Na kwenye ndoto Mungu akazungumza na Joseph akamwambia kwamba hiyo mimba ni ya Roho Takatifu. Amina. Yesu alikuwa na mama. Mzee wangu. Yesu alikuwa na mama. Yesu mama yake ni Mary. Yesu alikuwa na mama. Kwa hivyo Mungu mtoto alikuwa na mama. Mungu mtoto. Mungu ni Roho Takatifu. Kwa sababu ukisoma kitabu ya Yohana ya kwanza utapata Bwana, unaweza kusoma Bwana kusomea. Yohana ngapi? Yaani kitabu ya Yohana ya kwanza. Yohana wa kwanza. Wafungua waraka wa kwanza wa Yohana. Mpe. John the Gospel. Yohana nchini. Hapo kuna kwanza tusikie. Ngapi mzee wangu? Ngapi? Yohana ya kwanza tusoma kwa moja tu. Yohana moja. Anasoma Yohana moja. Na iko mbele huko. Yohana moja. Inasemaje? Yohana moja. Yohana nini? Inasemaje? Hapo mwanzo kulikuwako na neno. Na neno alikuweko kwa nani? Kwa Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Sasa hakumsikia. Neno yenyewe ilikuwa nini? Ilikuwa Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa na nani? Kulikuwako na nini? Neno. Naye mtu mmoja. Mzee wangu. Hapo mwanzo kulikuwa na nini? Na neno. Kulikuwako nini? Neno. Unajua maana ya neno? Neno. Hapo ndio kwa sababu atakuta nini hapa na ili mnifafanue nikiwa zaidi. Wewe ufahamu nini maana ya neno? Sawa. Kumbe ni hapo mwanzo. Sio mwanzo wa nini? Mwanzo
wa neno. Mwanzo wa neno. Kumbe hapo mwanzo kulikuwa na nini? Neno. Hilo neno ujue ni nini? Anapoeleza Mwanzo moja moja. Sile kule Mwanzo. Mwanzo moja moja. Inasemaje? Kitabu cha Mwanzo moja moja. Swali langu limejibu bado tunarudi kule moja. Anasema Mwanzo moja moja. Mwanzo moja moja. Inasemaje? Wacha kusoma mwalimu. Kama ilivyoandikwa mwanzo inasema nini? Inasemaje? Hapo mwanzo. Hapo mwanzo. Kwa mzee wangu Mike. Kumetajwa hapo nini? Hapo mwanzo. Kumbe hapo mwanzo. Ni sawa. Aendelee. Hapo mwanzo Mungu alifanya nini? aliziumba mbingu na nchi. Mike. Kumbe kule mwanzo, sikia hapo mwanzo, ni mwanzo wa nini? Waumbaji. Ni sawa. Kumbe hapo mwanzo ni mwanzo wa nini? Mwanzo wa neno. Waumbaji. Sasa huyu Mungu mwanzo wa waumbaji aliumba kwa kutumia nini? Si kweli? Hapo wewe endelea. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza ilikuwa juu ya uso wa nchi ya maji. Roho ya Mungu ikafanyaje? Ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akafanya nini? Akasema iwe nuru. Kumbe sasa katika ule uumbaji Mungu aliumba kwa kutumia maneno. Si kweli? Iwe nini? Iwe nuru. Ikawa nuru. Iwe mchana. Ikawa mchana. Kwa hiyo aliumba kwa kutumia nini? Maneno. Si sawa? Kumbe hapo mwanzo kulikuwa na nini? Ndio kuonyesha kitu. Zaburi 33:6. Gani? 33:6 Zaburi. 33:6 Zaburi. Inasemaje? Kitabu cha Zaburi 33 tu. Zaburi. Tumia tasimu haraka. Zaburi 33. hata tufike huko mwalimu. 33 Zaburi, kitabu cha Zaburi 33 Zaburi. Inasema hivi ngapi? 33 mstari wa 6. Inasema hivi kama ilivyoandikwa mwalimu. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Mzee wangu, kwa neno la nani? Neno la Mungu. Mbingu na nchi zilifanya nini? Zikafanyika. Mstari wa 9 hapo. Mstari wa 9 inasemaje? Maana yeye Mungu alisema ikiwa, na yeye aliamuru akisimama. Kwa Mungu alisema ikawa, akaamuru ikafanyika. Sawa? Mungu aliumba kwa nini? Tunakubaliana hapo. Ni kwa swali langu ndio. Yesu alikuwa na mama. Yesu alikuwa na mama. Yesu alikuwa na mama. Kwa hivyo Yesu alikuwa na mama. Alafu umesema huyo Yesu alikuwa ni Mungu mtoto. Alikuwa mwana, alikuwa Mungu mwana, Baba mwana na Roho Mtakatifu. Umesema Mungu, kuna Mungu nani? Mungu Baba, Mungu nani? Mungu mwana, Mungu mwana na Mungu Mtakatifu. Huyo Mungu mwana, huyo Mungu mwana nani? Ni Mungu mwana, Mungu anaitwaje? Anaitwaje huyo Mungu mwana? Anaitwaje huyo Mungu mwana? Anaitwaje huyo Mungu mwana? Mwana wa Mungu ndiye kurejesha. Kwa hiyo mwana wa Mungu ni nani? Mwana wa Mungu ni Mungu. Yesu ni Mungu, na Roho Mtakatifu. Sasa nakuuliza, huyo Mungu mwana alikuwa na mama? Alikuwa na mama. Huyo mama alikutana na huyo Mungu mwana, anamwitaje? Anaita mwanake. Anaita mwanake, sio Mungu wake. Sio Mungu wake. Anaweza kumuita Mungu, sio anaweza kuita hata mwana pia. Kwa hiyo Mariamu ni utatu. Mariamu leo hii anakutana na Yesu, anajua amekutana na Mungu wake. Amekutana na Mungu, amekutana na mwana, amekutana na Roho Mtakatifu, kwa sababu wakati ambapo
Joseph alikuwa anataka kumuoa Mary, tayari alikuwa na mimba, na hiyo mimba ilishikwa kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Sasa mzee wangu na Mariam ilibeba Yesu tumboni miezi mingapi? Kawaida sisi tunajua binadamu kama mimi, mamangu alibeba mtumboni miezi 9. Kipindi kile Yesu yuko tumboni mwa mama yake. Kipindi Yesu yuko wapi? Yuko tumboni mwa mama yake. Mariamu angeulizwa umebeba tumboni nani, angesema aje? Angekuwa kama kawaida kina mama wangejibu ya kwamba nimebeba mtoto ndani tumbo langu. Ile tumbo lilikuwa linaitwaje? Ukiona mwanamke ana tumbo kubwa linaitwaje? Yaani kuna wengine ambao wanaona na kuna wengine ambao pia ni wajawazito au mimba. Ni mimba. Mariamu alikuwa mimba. Alikuwa yaani Mary mwenyewe ndiye alikuwa amebeba mimba ya Yesu Kristo. Yesu ambaye ni nani? Yesu ambaye ni Mungu, ni mwana wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu, tena ni Roho Mtakatifu. Unamwamini Yesu? Unamwamini Yesu? Mimi namwamini Yesu. Akisema kitu utafuata. Utafuata. Kwa sababu yeye ni Roho. Unajua saa hii wote tukwambia. Saa hii ama ni nyamaze kwanza. Saa hii unajua binadamu shimo kitu. Kama wewe kama mimi. Huko na vitu vingapi? Vitu vingi. Roho na ile roho mbaya ndio inaongoza binadamu. Sasa mzee wangu, sasa ampe maiki wewe kuonyesha kidogo. Hebu nisaidie Luka 2:21. Luka 2:21 inasemaje? Luka 2:21 inasema hivi mwalimu. Inasemaje? 2:21 inasema tupike kama ilivyoandikwa. Inasema hivi. Twende. 2:21 inasema hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, anaitwa nani? Anaitwa jina yake Yesu. Kumbe tunapata baada ya siku 8 Yesu alifanywa nini? Akatahiriwa. Kama mwanaume akatahiriwa kama mwanaume, kama ndani ya maandiko kama mwanaume. Sasa mwenye anatahiriwa baada ya siku 8 sanadaniwa mzee. Kwa nini swali langu? Amina. Kwa hivyo Yesu alitahiriwa, si kweli? Alitahiriwa. Hata ni kawaida mwanaume yote anatahiriwa, si kweli? Kwa sababu ni agano la Ibrahimu kwamba kila mwanaume wa kweli atafanyaje? Atatahiriwa. Kwa sababu Yesu ni mwanaume, alifanywaje? Akatahiriwa. Wewe ni mwanaume, mimi ni mwanaume. Kwa hivyo wewe na Yesu mkosa? Mkosa? Mimi ni mwanaume, kwa sababu mwanaume lazima atahiriwe. Na Yesu alifanywaje? Akatahiriwa. Kwa hivyo mwanaume anafanywaje? Anatahiriwa pia. Haya, mtu wewe. Sasa mzee tunaenda vizuri. Anatahiriwa mwalimu. Sasa tunaenda vizuri. Tunaenda vizuri. Sasa nisaidie 17:3. Yohana 17:3 inasemaje? Kitabu cha Yohana 17:3 inasema hivi. Mzee naenda kule kule hiyo. Yohana 17:3 inasemaje? Na uzima wa milele, na uzima wa milele, na uzima wa milele, na uzima wa milele. Wakujue nani? Wewe Mungu wa pekee wa kweli. Na Yesu Kristo ulifanya ulimtumwa. Kumbe mzee wangu, Yesu anasema wajua Mungu wa pekee, si kweli? Kumbe Yesu anatambua Mungu ni wa pekee. Mungu anatambua Mungu kama babake. Ni Mungu mmoja, si sawa? Si sawa? Yesu akajitambua kama Yesu aliyetumwa na nani? Anatumwa na Mungu. Kwa hivyo Yesu alitumwa na nani? Anatumwa na Mungu. Aliyetumwa na Mungu anakuwa nani? Anakuwa Yesu Kristo. Anakuwa mtume, si kweli? Anakuwa mtumwa. Kwa hivyo Yesu alitumwa na nani? Na Mungu mwenyewe. Yesu alitumwa na Mungu. Unalo andiko lolote? Hebu tuone kuonyesha kitu. 8:40 ya Bwana. 8:40 ya Bwana. 8:40 ya Yohana inasemaje kama ilivyoandikwa mwalimu? Inasemaje? 8:40 ya Yohana inasemaje? 8:40 ya Yohana inasemaje mwalimu? Inasema hivi. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu. Rudia tena. Lakini sasa mnafanyaje? Mnatafuta kuniua mimi nani? Mimi mtu. Mzima hiki. Yesu kasema kweli, kasema uongo? Amesema kweli. Kwamba yeye ni nani? Sasa yeye ni mmoja kwa jibu nilichokuuliza.
kweli kwamba yeye ni nani? Yeye ni Mungu. Unaamini unakataa? Hapo nasema kweli. Tena takujibu pia. Tasema kweli. Wacha ndio amani andiko lako. Tuende pole. Sasa hapo wakati ambapo vile nilikuwa nimesema hapo mwanzoni, ndio? Katika Mungu amezaliwa kimungu. Katika binadamu amezaliwa kupitia kwa Mary na Yosefu, ndio? Hapo amezaliwa katika binadamu. Katika roho alishikwa mimba kupitia Roho Takatifu. Kwa hiyo hapo kwa Mwenyezi Mungu alishika mimba kupitia roho. Hiyo mimba ni ya Roho Takatifu. Wewe imetoka kwa Mwenyezi Mungu, sijakataa. Mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mimba ya Yesu ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio. Lakini sasa umesema Yesu ni mkweli. Si kweli? Yesu ni mkweli. Yesu ni kweli. Anasema yeye ni nani katika maandiko? Anasema yeye ni Mungu, yeye ni Roho, yeye ni Mwana. Hebu rudia Yohana 8:40. Wacha tukurudia mzee na usikilize na wengine wasikilize. Nasoma msomaji. Luka Yohana 8 na Yohana 8 inasemaje? Mstari wa 40. Lakini sasa natafuta kunioa mimi nani? Mimi mtu. Rudia tena. Mimi nani? Mimi mtu. Mimi nani? Mimi mtu. Tunasema hivi. Yesu anasema yeye nani? Yeye ni mtu. Unaamini maneno ya Yesu? Niamini. Kwamba alisema yeye ni nani? Yeye ni mtu. Haya, mtu maneno hilo andiko. Mimi mtu ambaye nimefanyaje? Nimewaambia iliyo kweli. Nimesikia Bwana wa Mungu anamtumaini. Kumbe Yesu ni mtu aliyesema ukweli. Ukweli ambao alisikia kwa nani? Alisikia kwa nani? Amesikia kwa Mungu. Kumbe Yesu ni mtu alisikia kutoka kwa Mungu. Si kweli? Hapo wewe kuishi kitu. Hesabu 23:19. Hesabu 23:19. Hesabu 23:19. Mstari wa 19. Inasemaje? Inasema hivi mwalimu. Nasoma. Mungu si mtu. Rudia tena. Mungu si mtu. Jipe maiki mzee. Kumbe andiko linakataa Mungu si nani? Mungu si mtu. Na Yesu amesema yeye ni nani? Ni mtu. Kwa hiyo Yesu si nani? Yesu sasa si Mungu. Arudia tena. Mungu si nani? Mungu si nani? Mungu si mtu. Alafu tena si nani? Asema uongo. Sio mwanadamu tena. Asema uongo. Teremka chini. Wala si mwanadamu. Ajupe. Tena ninasema Mungu si nani? Si mtu. Alafu tena si nani? Si mwanadamu. Alafu maiki huyo. Timotheo wa kwanza 2:5. Timotheo wa kwanza 2:5. Timotheo wa kwanza 2:5. Inasemaje? Wacha tufike huko. Inasema kama ilivyoandikwa. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu ni wangapi? Kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu ni wangapi? Ni mmoja. Alafu na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni nani? Ni mmoja. Nani ni nani? Mwanadamu. Mwanadamu. Yesu Kristo. Kumbe tena andiko linasema mpatanishi kati ya wanadamu na Mungu ni mmoja. Nani mwanadamu nani? Mungu. Mwanadamu. Yesu ni mwanadamu. Yesu ni mwanadamu. Na Mungu anasema Yesu ni nani? Yesu si mtu. Mungu si nani? Mungu si mtu. Na tena Mungu si nani? Mwanadamu. Na Yesu anasema yeye ni mtu tena ni mwanadamu. Si sawa? Kabisa. Wewe Yesu si nani? Yesu si Mungu. Si kweli? Kwa hiyo swali lako limejibika. Hapo Ngoja kwanza. nimejibika vizuri. Kuna mahali ambao unachanganya kidogo. Unachanganya kidogo mahali. Sasa mkono sikiliza vizuri. Anza na nani? Soma ile 23:19 hesabu. 19:23 19 hesabu.
23:19 Hesabu inasema hivi. Inasema 23:19 Hesabu inasema hivi. Mungu si mtu. Mtu maiti. Unaposikia si mtu, Mungu anakataa yeye si nani? Yeye si mtu, yaani si mtu. Ni sawa. Wewe ni mtu. Yeye ni binadamu. Asante. Yesu alisema yeye ni nani? Yeye si mtu. Yeye ni nani? Yeye si mtu. Mungu anasema yeye si mtu, sawa? Lakini Yesu alikwambia yeye ni nani? Ni mtu. Na Mungu si nani? Mungu si mtu. Kwa hiyo Yesu si nani? Kwa sababu ni mtu. Nimekufanana na mtu wangu. Unaona tena vizuri. Sasa mzee wangu, unakuambia kwamba leo ni wangapi? Watatu. Kwa hiyo tumeondoa mmoja. Wamebaki wangapi? Wawili. Ni tumetoa Yesu si Mungu. Sasa tumebaki na wangapi? Watano. Wala tumebaki na Roho Mtakatifu. Ambaye anasema pia ni nani? Ni Mungu. Ezekiel 18:4. Roho Mtakatifu. Pia hiyo sasa tubaki na Mungu wangapi? Na Mungu mmoja. Haya mpe huyo. 18:4 Ezekiel. Ezekiel 10 ngapi? 18:4. 18:4 kitabu cha Ezekiel. Inasema hivi kama ilivyoandikwa. Tazama roho zote. Tena. Tazama roho zote ni nini? Ni mali yangu. Mpe maiki. Kumbe roho zote ni mali ya nani? Mali ya Mwenyezi Mungu. Kumbe ile roho unayosema ndio Mungu, ni mali ya nani? Ni mali ya nani? Ni mali ya Mungu. Kwa hiyo haiwezi kuwa tena nani? Haiwezi kuwa mtama. Wewe ukirudi nyumbani kwako leo, upate ule mtoto wako mdogo kutinga mimba, ule kijana. Sasa amesimama kwa ngoma anasema mimi ndio baba, kuna mtu kuingia. Utakubaliana na yeye? Wewe kubaliana. Wewe kubaliana na hao wangapi? Wawili. Hayampo huyo sasa Mungu anabaki kuwa nani? Wakorintho wa kwanza 8:4 twende. Wakorintho wangapi? Wa kwanza 8:4. Wakorintho wa kwanza kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8 ngapi? 8:4 kama ilivyoandikwa mwalimu anasema hivi. Inasemaje? Basi baada ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na ya kuwa hakuna Mungu ila Mungu mmoja tu. Rudia tena, hakuna Mungu ila Mungu mmoja tu. Kuna mzee, hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mungu wangapi? Mungu mmoja tu. Kwa hiyo tunabaki na Mungu wangapi? Mmoja. Na Waislamu wanatangaza Mungu wangapi? Mmoja. Yesu alitangaza Mungu wangapi? Mungu mmoja. Kwa hiyo wewe kusema Yesu ni Mungu unakosea. Sasa hiyo imani wachane nayo kuanzia leo. Sasa unasema dini yako inaitwaje? Hebu nikumbushe dini yako inaitwaje?